Hello guys, kuna historia ya kusisimua ya mwanamama sijui ndo kutisha ambaye ametoka kwenye dunia ambayo haijulikani na ameonekana ghafla na kupotea. Inashangaza. Okay, ngoja niwape story kwa ufupi. Huyo mwanamama inasemekana katoka Tokyo na kajikuta yuko Marekani. Alisafiri kwa ndege. Kama unavyojua airport ukifika pale lazima utatoa mabegi, passport nini, vitu vikaguliwe pale na security. Okay? Sasa katika ukaguzi ule mama kwenye passport yake hagundulika ule mama katoka nchi ambayo inaitwa Torenza. Kiukweli sijawahi kusikia nchi ambayo inaitwa Torenza, wala kwenye ramani sijawahi kusikia au kuona nchi ambayo inaitwa Torenza. Wale security walishtuka sana, akasema Torenza ndo wapi mama? Na yeye akashangaa kwa nini hawajui Torenza. Ikashangaza, basi pale bana ikabidi yule mama akauliza kwani hapa nipo wapi? Akamwambia hapa uko Marekani. Marekani? Yule mama akashtuka, akaona mbona umeshtuka vipi? Inapoonekana akutegemea kama atawepo wapi Marekani au kama atafika pale alipofika. Kwa hiyo katika uchunguzi wakasema huyu mama huenda itakuwa ni tapeli, sio bure. Kwa nini hivi? Wakabidi sasa wakague kwa kina passport zake. Wamekagua wanakuta passport yake ina kila sifa, ina vigezo vyote, ina mihuri, yani vile vitu vyote ambavyo vinatakiwa kwenye passport yake inavyo. Wakashindwa wanamkamatia kwa nini? Kila kitu kipo. Sasa lakini kwa nini Torenza? Torenza ni wapi? Hii nchi ni ya wapi? Waliumiza kichwa sana. Mwisho wa siku ikabidi wampeleke kwenye chumba cha mahojiano. Wampeleka katika chumba cha mahojiano, ghafla kadisapia. Yaani ghafla kapotea, haonekani na hawajamuona tena mpaka leo hii ninavyokuambia. Hii story nimefuatilia kwa ufupi, lakini wadau watu wengi sana wanasema huenda inawezekana ikawa ni masuala ya time traveling. Watu ambao wanafuatilia sana movies za Korea, wana movie nyingi sana wanaongoza kutengeneza movies za time traveling, au Jamali Aprili yule wa Storybook Wasafi pale alielezea vizuri sana swala la time traveling, vizuri sana. Kwa ambao wanaelewa ndio hivyo. Kama hujui mambo ya time traveling, maana yake ni maisha yaliyopita au maisha yajayo ambayo sio ya sasa hivi. Hujanielewa? Yani time traveling, sisi tupo kwenye haya maisha ya sasa hivi. Kwa hiyo labda huyo mama ni yupo kwenye maisha ya mbele ambayo sisi hatujafika na hayapo kwenye hii dunia. Ndio hivyo sasa maana yake, kwa sababu passport zote kila kitu, kama ingekuwa ni maisha ya nyuma kusingekuwa na mambo ya passport, mambo ya ndege, angeshtuka, angeshangaa, angevaa vibaya, lakini kavaa vizuri kama mnavyomuona kwenye picha. Hivyo hii story bwana, kama unataka kujua vizuri, nenda kwenye search bar, andika Torenza, itakuja story mzima na utaona baadhi ya watu ambao wamefuatilia wamejaribu kuelezea kwa jinsi ambavyo wameelewa wao. Kwa hiyo unaweza ukaijua zaidi. So